Haleluya. Mungu Baba, katika jina la Yesu tuko tena katika viwanja hivi. Tunajua ya kwamba Mungu pamoja nasi ili kutufundisha na kutuongoza katika neno lako kwa vipawa vya hekima na maarifa na ufahamu, ukitujulisha siri zako na kutuponya magonjwa yetu na kututoa katika vifungo na kutuingiza katika uzima na afya. Asante kwa yule asikiaye katika mkutano huu na katika eneo la mitandao. Naomba usikivu wake uwe na faida kwake na ukalete maisha yake katika mafanikio na katika uzima wa milele. Ni katika jina la Yesu Kristo wote tuseme amen. Tumpe Yesu makofi tunapokaa. Asante praise team, tuwape makofi waimbaji. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Ni jioni njema, naomba msalimie ile jirani yako, mwambie shalom. Haleluya. Wanaonisikia waseme amen. Wenye furaha na mkutano huu waseme amen. Nione kama una furaha na mkutano huu, kama unaweza kunipungia. Haleluya. Mungu akubariki, asante kwa kufika. Naamini ya kwamba mkutano huu ni wa baraka kwako. Ninatamani niongee maneno machache jioni ya leo kuhusu unyakuo wa kanisa. Tunaishi katika nyakati za mwisho. Biblia inazungumza kati wa mwisho mambo mengi sana yatatokea. Na hizi ni nyakati za mwisho. Tunaishi siku za hatari sana. Kama kuna nyakati ambazo zimetamkwa kwenye Biblia za hatari, hizi ni nyakati za hatari. Na ni muhimu kwa kanisa kuzijua. Sio kanisa tu peke yake. Ni muhimu kwa kila mmoja mwenye masikio ya kusikia akasikie. Nyakati hizi zina mambo mengi ambazo zimenenwa kwenye maandiko yatatokea. Na mambo hayo yatapelekea kanisa kuona unyakuo. Alafu baadaye kabisa tena ya unyakuo kutatokea hukumu. Lakini mimi naona nianze na unyakuo. Sema amen, amen. Kifupi tu, kwanza kanisa lina mahali lilipotoka na mahali linapokwenda. Hiyo ni muhimu sana kuelewa kama Mkristo. Kuna mahali umetolewa na kuna mahali unapelekwa. Huo ndio ukweli wa Ukristo tulionao. Hata kwa misingi ambayo tunaona katika Kristo, katika kuja kwake na kufa msalabani, kuzikwa, kufufuka na kupaa. Na akiwa katika kupaa aliwaambia, ninaenda na nitarudi niwachukue mahali nilipo na ninyi mpate kuwepo. Kwa hiyo kanisa liko kwenye hilo eneo la kutazamia siku moja nitakwenda kukutana na Bwana wangu milele. Hilo ndilo halisia la kanisa. Bii yake nje ya unyakuo, katika wale wasioenda pamoja na kanisa kwenye unyakuo, wao wapende wasipende watalazimika kuingia kwenye hukumu. Watalazimika kuingia kwenye hukumu inaitwa ya milele, ambayo ni jehanamu aliyoandaliwa shetani na malaika zake.
Sasa mtu yoyote asiamini, yoyote asiyemwamini Yesu anaishi katika eneo la hatari linaloweza kumpelekea kuingia jehanamu na kuingia kwenye mateso yasiyo na mwisho. Na hali hiyo ni kama watu hawaioni, kama kuna asili ya mtu hafikirii hiyo hali, hawazi hivi, nikifa leo ninaenda wapi? Kama wanadamu wamepelekewa roho ya usaulifu vile, asiwazie baada ya kifo anaenda wapi. Maandiko yanasema baada ya kifo ni hukumu. Hakuna sala wala toba wala maombi wala utakaso baada ya kifo. Ni hukumu ya milele. Sasa mwenye dhambi yoyote ni mtu asiyemwamini Yesu, yoyote asiyemkubali Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake, kimaandiko anaitwa mwenye dhambi. Kimaandiko yuko hukumuni. Waliomwamini hawahukumiwi, wasiomwamini wamekwisha kuhukumiwa. Kifo chake hakina maombi asiyeamini, hakina toba, hakina sala. Na hapo kama shetani amepeleka usingizi na usaulifu mkubwa, watu kuto kufikiria hilo na kuliona kwamba ni jambo la msingi kujiandaa mapema kabla ya mauti haijamfika au unyakuo usije ukamkosa. Maana kuna hivyo viwili lazima vitokee. Moja, labda mauti tawai, wengi wametaramia unyakuo, wameshalala. Na siku hizi tunazoishi, hasa tunazoishi leo, zina hatari. Vyote viwili vinaenda karibu. Vyote viwili, unyakuo na mauti, vinaweza vikatokea ghafla tu, tukasikia haupo duniani. Lakini at the same time tuko katika eneo la anytime parapanda inazalia. Na hili kibinadamu naona kama limejaa giza. Watu hawajali kabisa, hawawazi kabisa, yani kama vile hakuna jehanamu. Hii inanishangaza. Ni kama vile mtu akifa imeisha, yani imeisha, imeisha, hamna tena maisha baada ya kifo. Watu wamefunikwa ufahamu. Kuna uhai baada ya kufa, kuna maisha baada ya kufa. Na haya maisha baada ya kufa yanaitwa ni ya milele. Haya tulionayo hapa ni ya kupita tu, ya kitambo kidogo, hayana maisha ya kudumu hapa. Kwa hiyo kwenye haya mafupi ndio watu wanazingatia. Watu hapo ndipo wameweka nguvu zao zote. Bidii yako yote iko kwenye miaka michache ya kuishi. Nguvu zako zote ziko kwenye miaka labda mitatu tu umebakiza, au miwili, au mmoja, au hata mwaka usifikishe. Lakini akili yako yote iko kwenye hiyo siku chache ulizobakiza. Badala kuzifikiria zile nyakati nyingi za miaka isiyo na mwisho, ambayo kila atakayezaliwa akifa haendi kupotea, ataishi tena. Na huko anaenda kuishi kuna mawili, uzima wa milele au jehanamu. Sasa hata na Wakristo baadhi wameingia kwenye usaulifu.
na usaulifu huo umekuja kama giza kubwa, na hilo giza likiingia linapuuzia kabisa mambo ya rohoni, linadharau kabisa uungu uliokuja kuleta wokovu duniani, msamaha duniani, ili kupatanishwa na Mungu na kuishi na Mungu milele. Watu wamepata giza, na sio giza tu kwa mataifa, kwa wenye dhambi. Giza limeingia mpaka kwa Wakristo. Giza limekuja kubwa, si kwa Wakristo peke yake, ninaliona limeingia mpaka kwa wahubiri. Wahubiri kama na sisi wahubiri tumesahau, tumerelax, tumeridhika. Tuna Wakristo makanisani, tuna washirika wengi, tuna masadaka tunapokea kila wiki, tumeridhika wahubiri, yani tumerelax kabisa. Tumesahau kwamba sisi tumedhaminiwa tu na tutatoa hesabu ya kazi tulizofanya. Tutatoa hesabu ya kila talanta. Nilikupa 5, ulifanyia nini? Leta mahesabu. Nilikupa 2, nilikupa 1, leta mahesabu. Na wale waliopewa talanta watakuja na kila mmoja na faida yake siku ya mwisho. Na hiyo siku inaogofya. Biblia inasema ni siku ya kutisha kama nini. Ni ya kutisha, ni ya kutisha kuliko unavyofikiria. Yule aliyekuwa amepuuzia, Biblia inasema atakapokwenda kusimama na kushindwa kutoa hesabu ya kazi na mambo aliyepewa kufanya, ataambiwa mtupeni huyu, mkateni vipande viwili, mtupeni huko nje, mahali palipo na kilio na kusaga meno. Sasa ninaona hiyo asili ya usingizi imejaa, imeenea mpaka Mkristo hajijui kama ni Mkristo tena. Anachokiongea, anachokitenda, anachokiwaza, 100% hamna Mungu. 100% hamna. Nguvu zako zote hazina Mungu unazotumia hapa duniani. Dunia hii imemeza maisha ya watu, imetutoa kabisa mahali penye uwepo wa Mungu. Kinachotusumbua sasa ni njaa, maisha, kula, kunywa, niishi wapi, natafuta pesa, pesa kwanza, Mungu baadaye. Ndiyo kilichobaki, ndicho kilicho cha muhimu. Tukisema tutafute sanduku la mahitaji, tuandike hapa mahitaji, hautaona mtu anasema ninatamani nimjue Mungu. Hutasikia. Kila mmoja ataandika nataka ndoa, nataka watoto, nataka pesa, kazi yangu isiharibike, mume wangu azidi kunipenda, naomba adui yangu apigwe. Yani ndio maombi, ni maombi, ni maombi, maombezi, maombi, maombi. Hakuna mwenye kumtaka Mungu. Hamna. Giza. Ndio maana Biblia inasema kesheni basi, maana mjui siku wala saa. Kesheni maana yake giza likiwepo, amka. Saa hii giza limejaa. Giza. Jiulize maswali. Kuanzia asubuhi umeongea na nani kwenye simu? Na yapi ulikuwa unayaongea? Kuna mambo ya Mungu umeshirikisha mtu? Kuna jambo lolote jema la Kristo umemwambia mtu? Zaidi ya mambo ambayo unayoongea hayana faida na wewe wala na kizazi chako. Tuko hatarini, tuko mahali pabaya. Paulo anamwandikia Timotheo kwenye waraka wake wa Timotheo wa kwanza sura 4, anasema nyakati za mwisho ni nyakati za hatari. Naomba nisome. Na utasikia kuna mhubiri duniani anakuambia nyakati bado. Ukimsikia mhubiri wa namna hiyo,
ujue yeye usingizi wake ni usingizi uliopitiliza, uliozidi wa kibinadamu. Paulo anamwandikia Timotheo waraka wa kwanza na sura ya 4 mstari wa kwanza, basi Roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Nyakati za mwisho zinaitwa ni nyakati za watu watapenda kusikiliza sio neno la Mungu, sio habari ya utakatifu, usafi, sio habari ya uchaji wa Mungu, sio habari ya kumtumikia Mungu tena kwa kujituma kwa gharama, kama alivyosema Paulo kwa Warumi, itoeni miili yenu kwa dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu iliyo na maana. Sahi hamna, sahi ni ngumu. Watu wanapenda sasa kusikiliza roho zidanganyazo. Na katika ulimwengu wa leo, sijui Tanzania imejaa kiwango gani, lakini nikiangalia kila eneo, roho zidanganyazo, roho zimemwagwa, roho zenye uonekano wa uungu wa Mungu, lakini sio. Yaani kama kuna ukweli kwenye hilo eneo, kumbe hakuna ukweli. Kama vile hapo pana Mungu, kumbe hakuna Mungu. Watu wamepigwa na, wanasema zongo la macho, umepigwa, umepuliziwa ufahamu, umeondolewa akili yako. Unaona kwenye mitandao kabisa jinsi watu wanaingia mpaka kwenye nyumba ya ibada, wanadiriki kuogeshwa na mchungaji kwa kufua nguo kwamba wanaenda kutakaswa, na ni wanawake watu wazima wanaja mbele za watu bila aibu. Bila aibu. Wako radhi kupata za dunia, lakini ufalme wa Mungu haukose. Wanachoahidiwa kwenye mikutano mikubwa, makusanyiko, kwenye nyumba zao za ibada, hawaambiwi ya kwamba kuna hukumu inakuja, jitakase, jiandae, kuna siku moja utasimama mbele. Hawaambiwi hiyo. Hawaambiwi. Hawaambiwi tengeneza. Hawaambiwi. Inanisikitisha kwa sababu ninachoangalia sasa hivi katika dunia, majira tunayoyaishi niashiria kitabu cha Mathayo 25. Naomba nisome. Nachokiona kinaniashiria maneno haya. Mathayo 25. Na neno hili inaniogopesha. Hii ni hesabu ya kibibilia, ni hesabu ya Mungu, yeye aonaye mambo kabla hayajatokea, ajuaye mambo kabla hayajafanyika, akayasema kwenye maandiko haya. Mstari wa kwanza, ndipo ufalme wa mbinguni umefanana na wanawali 10 waliotoa taa zao wakatoka kwenda kumlaki bwana harusi. 5 wao walikuwa wapumbavu na 5 wenye busara. Hii ndio hesabu ya Biblia. Inanionyesha leo tuko hivi. Katika kanisa wako wanaitwa wanawali wenye busara, na wako wanaitwa wapumbavu. Namwomba Mungu katika hesabu hii uamke, utoke kwenye kundi la wapumbavu,
utoke kwa wale ambao giza likiingia taa zao hazina mafuta. Toka hapo, toka kwenye eneo ambalo taa yako isikose mafuta. Ingia kwenye kundi la wenye mafuta, kwamba nuru angalau kidogo uwe nayo, ya kwamba tunaishi nyakati hatari, tunaishi kipindi kibaya. Ndugu zangu, nitaongea hayo mambo hii wiki, taongea tu. Acha nikuandae leo, usichukulie mzaha. Huu mwaka 2024 kuendelea mbele, mambo ni magumu, mambo hayatakaa vile mnavyoyajua. Dunia imebadilishwa ukurasa, tunaingia kwenye unabii mwingine, sio unabii wa kawaida. Kuna kitu kinaenda, kiko chini kwa chini na moshi wake umeshatokea, kitainuka mbele ya macho yenu, pasipo Mkristo kuwa na ufahamu kwamba mambo yameshaharibika, kwa jinsi ambavyo kama maandiko yanatuonyesha. Wako Wakristo, wako makanisani, ni wanawali, ni mabikira wanaomsubiri bwana harusi, alafu hawana mafuta. Na giza lilipoingia, Biblia inasema wakalala wote hawa wanawali 10, wakalala usingizi. Usiku wa manane, Biblia inasema wakasikia kelele kisema, amkeni, amkeni, maana bwana harusi yuko mlangoni. Waliamka wote wakimbilie taa zao. Wale wenye busara, taa zao zikatoa mwanga. Wale wasio na busara walikuwa hawana mafuta. Maandiko yanasema wakatoka nje kwenda kwenye mafundisho haya niliyosoma kwa Timotheo, wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani, badala kurudi kwenye maombi, toba na kumsihi Mungu, naomba rehema niiondoe katika makundi ya wanaopotea, niijue kweli, nifahamu siri zako, nisielewe, niyaishi maisha yanipasayo. Kukimbilia kwenye makundi ya roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Hapo ndipo palipokuwa pamewapeleka yale makundi makubwa ya wasio na mafuta, makundi makubwa ya watu wanaotegemea chumvi sahihi, wanaotegemea maji kuleta ukombozi kwao, badala kurudi kwenye msalaba na kutengeneza maisha yao na kuyatubia maovu yao na kuyaacha maovu yao na kusihi kumwomba Mungu, tunaomba rehema hata na kizazi chako kikokolewe. Wanaenda kwenye vitu ambavyo havina uhai katika ukombozi wao, haviwezi kuwaletea hata kufungua vifungo walivyo navyo, wakati maandiko yanasema hatukukombolewa kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha wala dhahabu, tupate kutoka katika mwenendo wetu usiofaa tuliopokea kwa baba zetu, bali kwa damu ya thamani, kwa damu ya mwana kondoo asiye na ila, yani ya Kristo. Wameacha kwenda kwenye msalaba, wamekimbilia kwenye vitu ambavyo havina uhai. Ni usingizi wenye taa isiyo na mafuta. Na hayo makundi tuko nayo, watabeba Biblia kama wewe, wataimba pambio kama wewe, watajikusanya kwenye makundi ya watu wanaojiita Wakristo, lakini mafuta yenye uwezo wa kufungua fahamu hawana. Mungu atusaidie, Mungu atupe rehema. Yaani sahihi, asilimia kubwa ya wanadamu, percentage kubwa, ile chemchemi ya uzima ndani yao, yule roho wa bubujikae ndani ya watu kwa ajili ya kutaka kumwona Mwokozi, kukaa pamoja naye, kuishi pamoja naye milele, ile furaha ya kutaka kukaa na Mwokozi, sahihi imepungua ndani ya watu kwa viwango vingi sana. Hofu ya Mungu haipo tena, haipo
haipo, yani haipo kabisa, yani ile hofu. Mtu anaweza kafanya jambo ukafikiri ni Mkristo, ukaja ukamkuta siku moja Jumapili yuko kanisani na anatoa sadaka kama wewe. Hofu ya Mungu hamna. Yesu anasema hivi, wanawali 10 wote kwa nia moja walikuwa na mgoja bwana harusi. Alipokawia, usiku wa manane uliingia. Usiku manake mafundisho ya kweli hamna. Haleluya. Mafundisho, giza limeingia. Mafundisho ya hukumu na dhambi na mauti ya milele. Watu warudi kumtubu, kugeuka, kumpaka Mwokozi, kuacha maovu, hamna. Sahihi ningelikuwa ni mhubiri wa aina hiyo, ningekuwa na pick up ya gari hapa, nimejaza maji ya kuwaruhusu kila mmoja anayetaka mafanikio achukue maji kwa shilingi 10,000 aende nyumbani. Watu wangekuja hapo, mkutano ungekuwa mdogo. Huu mkutano usingetosha hapa, vile viwanja vingejaa, maana watu wanatafuta miujiza ya dunia hii, lakini humu ndani wameoza, wameharibika, hawana uhai tena, hawana Mungu, hawana. This is amazing. Ni ajabu sana. Sasa sijui kama unyakuo utawahi kiwango gani, maana pilika ya wakati huu, vitasa vilishaanza kumwaga long time. Hamjui Mungu alishaachilia vitasa vikaanza kumwaga duniani. Naomba nikisome moja ya vitasa vilizomwaga duniani, na malaika anayemwaga ni wa aina gani. Sema amen, amen. Ujue tunaenda kileleni kabisa. Refari ameshaangalia saa yake na ameshaweka kipenga mdomoni. Saa ngapi atapiga filimbi ya kusema mpira umeisha? Kila mmoja anaona sasa magoli, nani mshindi, nani kashindwa. Mimi naamini tutatokea washindi tulioko hapa. Sema amen, amen. Tutaibuka washindi. Piga vigelegele na Yesu. Haleluya. Tutaibuka washindi tu. Shetani apenda asipende, tutaibuka washindi. Haleluya. Tutainuka hapa na vigelegele pamoja, tukirukaruka kama wana kondoo, tukimlaki Bwana wetu mawinguni. Piga kelele, sema amen. Hayo matumaini ninayo. I wish na mtu mmoja angekusema hapa nayo. Natamani, I wish. Ngoja nisome vitasa vilivyomwagwa. Kuna malaika 7 na vitasa 7. Kuna malaika 7 na parapanda 7. Hebu nisome sura ya 9 kitabu cha Ufunuo, nionyeshe kuna malaika aliyo ameshamaliza kazi. Nianze sura ya 16 kitabu cha Ufunuo wa Yohana, sura ya 16 nianze. Sema amen. Nianze na mstari wa 12. Biblia inasema, na yule wa 6 akakimimina kitasa chake juu ya mto ule mkubwa Frati. Huyu ni malaika wa 6. Wako malaika 7, huyu ni wa 6. Amen. Akakimimina kitasa chake juu ya mto ule mkubwa Frati. Mto wa maji unatoka Uturuki, unapita nchi ya Syria, unaenda nchi ya Iraq. Una urefu wa kilomita 3,000. Ni mto mrefu sana. 3,000. Maji yake hapa ni mpaka barabarani pale, lami kubwa ya Mbeya Dar es Salaam, upanda wa mto wenyewe. Biblia inasema akakimimina kile kitasa chake juu ya mto ule mkubwa Frati,
maji yake yakakauka, ili njia itengenezwe kwa wafalme watokao katika mawio ya jua. Nikaona roho tatu za uchafu zinazofanana na vyura zikitoka katika kinywa cha yule joka na katika kinywa cha yule mnyama na katika kinywa cha yule nabii wa uongo. Hizo ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara zitokazo na kuwaendea wafalme wa ulimwengu wote, kuwakusanya kwa vita ya siku ile kuu ya Mungu Mwenyezi. Tazama, naja kama mwivi. Heri akeshaye na kuyatunza mavazi yake, asiende uchi, hata watu wakaiona aibu yake. Wakawakusanya hata mahali pa itwapo kwa Kiebrania Har Magedon. Har kwa Kiyahudi ni mlima, Magedoni ni mlima wa Megido. Na huyo alikuwa ni malaika wa sita alifanya huu nabii. Nasema ni wa malaika, alibaki ni malaika wa saba kumimina kitasa. Huyu ni wa sita. Kaamriwa mwaga juu ya mto Frati, maji yake yakauke, ili kupisha majeshi. Sura ya 9 kitabu cha Ufunuo mstari wa 13. Soma pamoja na mimi uone. Sema amina. Ninapoongea haya, roho yangu inatetemeka ndani kwa hofu, kujua mambo yamefika ukingoni, na sisi wa Kristo tumelala usingizi. Tuko katika vikundi vya watu wanaotafuta kila kitu hapa duniani, wakasahau mambo ya mbinguni. Sura ya 9 mstari wa 13 anasema, malaika wa sita akapiga baragumu, nikasikia sauti moja itokayo katika ile pembe ya madhabahu ya dhahabu iliyo mbele za Mungu, ikimwambia yule malaika wa sita aliyekuwa na baragumu, wafungue hao malaika wanne waliofungwa kwenye mto mkubwa Frati. Wale malaika wanne wakafunguliwa, waliokuwa wamefungwa, waliokuwa wamewekwa tayari kwa ile saa na siku na mwezi na mwaka, ili kwamba waue theluthi ya wanadamu. Narudia tena, hawa malaika walifungwa katika ule mto mkubwa Frati. Ni walioasi pamoja na Lucifer. Mungu akaona wasiachiliwe kwenda huko na huko, maana hawa jamaa ni wauaji hasa. Sasa waje wafunguliwe siku za mwisho. Wakafungiwa kwenye mto wa Efrat River, uko Uturuki, Syria mpaka Iraki, mahali ambapo ndipo mnaposikia kelele siku zote za mauaji ya Wakristo wanapochinjwa kila siku vichwa. Makanisa 7 yaliyokuwepo Uturuki leo hakuna hata moja, yote yamegeuzwa, yamekuwa sio makanisa, ni misikiti. Na Wakristo kwenye hizo nchi wameishi kwenye dhiki, wamechinjwa vichwa vyao. Hii miaka ya mimi na wewe tunaishi, na hii mitandao ya kijamii inatuonyesha vikundi vikubwa vya ugaidi vimeinuka duniani, vinavyopelekea kuangamiza Mkristo katika eneo la Mashariki ya Kati asiwepo. Hii hali nyie mnaiona, lakini kama vile hamtaki kujua. Sasa maji ya mto yameshakauka. Hivi ninavyoongea na wewe, maji ya mto hayapo. Maana yake kitasa kimeshamwagwa, hamna maji, hamna. Unavuka na miguu pakavu kama hapa, na yamekauka miaka 2 iliyopita. Na sijui hawa jamaa wanne hawa, malaika hawa wanne, kama wameshafunguliwa sijui.
lakini nahisi dalili kama wameshakaribia kufunguliwa ili waue theluthi ya wanadamu duniani. Sasa theluthi ya wanadamu kwenye watu bilioni 9 ni bilioni 3 inakufa. Na wameandikwa hapa wanakufa kwa njia gani? Haleluya. Wale malaika 4 wakafunguliwa, walikuwa wamewekwa tayari kwa ile saa na siku na mwezi na mwaka, ili kwamba waue theluthi ya wanadamu. Na hesabu ya majeshi wapanda farasi ilikuwa 20,000 mara 10,000. Nilisikia hesabu yao, maana yake askari hawa wanaoenda kuua wako milioni 200. Hiyo ndivyo nilivyowaona hao farasi au jeshi hao katika maono yangu. Nao waliokaa juu yao wanadiri kifuani na kama za moto na za samawi na za kiberiti, na vichwa vya farasi hao ni kama vichwa vya simba, na katika vinywa vyao hutoa moto na moshi na kiberiti. Theluthi ya wanadamu wakawawa kwa mapigo 3 ya hayo, kwa moto huo wa moshi, moto huo na moshi na huo na kiberiti hicho yaliyotoka katika vinywa vyao. Theluthi ya wanadamu. Hivi ni vita vya mwisho, Harmagedoni. Wanadamu wanatakiwa kuwawa. Kule sura ya 16 tumeona ni kwa sababu ya maandalizi ya vita vya Harmagedoni. Hawa jamaa wainuke, waingie wafalme, waingie watawala, viongozi wa mataifa duniani, wakae wapange vita viwe sawa sawa, chokochoko zianze, vita vitokee mahali fulani, vita vienee, vita viwe dunia nzima. Na vita vyenyewe vikaelekezwa mahali panaitwa Harmagedoni, Israeli. Vita vyenyewe focus ya dunia Israeli, mlima wa Megido. Kwa hiyo target ya hawa viumbe vitakavyofunguliwa, viwapagae viongozi, viingie kwa hawa watu wa dunia, watengeneze majeshi ya watu milioni 200. Nia yao kuifeka na kuiondoa Israeli duniani. Na hizo habari zimeanza mwaka jana. Za vita vimeanza mwezi wa 10 tarehe 7 mpaka leo vipo, na tayari dunia nzima wanatembea na barabarani, wanafanya maandamano dunia nzima kuwasafisha Israeli wasiwepo juu ya uso wa nchi. Ukiniambia bado tuko salama, ukiniambia bado kuna amani, utanidanganya. Ninachokingojea hapa, before havijainuka kwa sauti moja, saa hii relationship ya Israel na dunia imeharibika. Saa hii serikali ya Afrika Kusini imeshaipeleka Israel mahakamani. Saa hii nchi ya Urusi, China na Waarabu na Afrika Kusini wameweka jeshi moja, wameunda jeshi moja. Nchi za Kiarabu, Iran, Iraq, Syria, Lebanon, Yemen na nchi zingine za Kiarabu zimeshaweka umoja wa kijeshi tangu mwaka jana. Kwa pamoja wameshaanza mazoezi. China, Korea wameanza pamoja na Urusi, pamoja na nchi za Kiafrika wameanza kukutana. Moscow wamekutana, Beijing wamekutana, Teheran wanapanga namna kwa pamoja wammalize Myahudi. Jeshi la watu milioni 200 wanatakiwa wavuke kutoka mto Frati, watoke China na Korea,
mfalme wa mashariki wa mawio ya jua. Naomba niparudie hapo, maana ni muhimu uone, ili kupisha majeshi ya mfalme wa mashariki mawio ya jua apite katika mto. Jeshi sahihi, maji hamna, ni tayari anytime. Sijui, nachojua ni hiki: Israeli kabla hajaanza kupigana na dunia, vita hivi vya Armagedoni vinavyokwenda kuzalisha kitu kitachoitwa dhiki ya dunia. Dhiki ya dunia, njaa itakuwepo, magonjwa kuliko corona COVID-19 yatainuka kwa nguvu, sio mwaka huu, mwaka kesho. Nisikilize tu kwa makini, mwaka kesho kaa sawa. Kuanzia mwaka kesho hata vitambulisho vyote vya dunia vinabadilika, na Tanzania tumeshawekwa tayari kwa ujio wa vitambulisho vipya ambavyo kila mmoja lazima awe nacho. Sio hicho cha NIDA, kingine kinaitwa jamii namba, kinakuja ambacho hutabeba kitambulisho, hutabeba chochote, kila kitu chako kiko mle ndani. Hutaweza kufanya biashara na hutaweza kusafiri bila hiyo namba. Imeshatangazwa na serikali. Halo, nyie kaeni macho, endeleeni kuzembea, ishi unavyoishi. Kama una mafuta, amka usingizini, washa taa yako, anza maombi. Biblia inasema kesheni basi mkiomba kila wakati, maana mjui siku wala saa japo Bwana wenu. Kitakacho kuokoa sahihi ni ufahamu kufunguka na kujiombea wewe na nyumba yako. Otherwise uponi, nawaambia ukweli, hauponi. Huponi, na kueleza ukweli. Nisikilize, hutoboi. Utatoboa majaribu ya chakula leo, lakini mambo haya yakishafika kwenye unabii na hauna mafuta, hutoboi. Parapanda ikilia, toba yako haitasikilizwa tena. Parapanda ikishachukua wale walio wachache, waliofua mavazi yao, waliojua kwamba tuko nyakati za mwisho, ni saa isiyokuwa ya kawaida kujiandaa. Wakiondoka hao, tubu, sali, lakini hamna toba. Ni kichwa. Maana si unajua siri kwamba kanisa limeenda, mpinga Kristo sasa anaanza kutawala. Siwezi kuuza wala kununua pasipo ile namba. Chukua hiyo. Utajaribu kukataa, maana Biblia inasema watakataa wengi, watawawa kwa makali ya upanga, mtachinjwa. Mimi sisubiri hiyo. Kichwa changu kiondoke na makafiri, hamna. Geukia jirani yako, mwambie cha kwako kitabaki au kinaenda. Utakuja hapa, tafuta pasta, hayupo. Utaenda kwa yule anahubiri pale, hayupo. Utaenda kwa yule pale. Yaani utazungukia kila kanisa hii dunia. Na kama kuna pasta naye amelala usingizi, utakutana naye anapiga magoti, anasema Mungu nisamehe, amechemsha. Ngoma iko hapo. Na mimi naogopa sana kuhusu sisi wahubiri. Sisi wahubiri, nimewahi kusoma andiko moja likaniogopesha. Yesu alikuwa na wanafunzi 12. Wanafunzi wangapi? 12. Alafu akaondoka nao, akaenda kwenye mlima wa Transfiguration, mlima wa mabadiliko unaitwa kwa Kiswahili kingine. Na alipokwenda kwenye ule mlima, akawachukua watatu, Simeoni, Petro, Yohana na Yakobo. Akaenda nao kileleni. Alipofika akawaacha 9 hapa. Akawaacha wangapi? 9 chini. Alafu akaenda na watatu. Hawa ni wahubiri, ni watumishi wapakwa mafuta. Akaenda na watatu juu, akawaacha 9 chini. Iko ngoma hapo. Kwa nini waacho? Kwa nini asiende juu? Na kule juu alipoenda, alibadilika sura yake ikang'aa kama jua, na mawingu yakaja pale. Elia na Musa wakawepo, wakazungumza naye. Petro, Yohana, Yakobo wakawaona. Maana yake kuna watu ambao tutanyakuliwa, tutawaona waliotutangulia, tutamwona Yesu kwenye utukufu, lakini kuna wengine wataachwa hapo. Kuna hatari, wahubiri watabaki na magari yao mazuri
na majengo yao mazuri. Nakwambia kwa na washirika wao wazuri wanaotembea paka na wanasindikizwa na magari 4 5. Usijali, wacha wasindikizwe, lakini je, wataenda? Ishi ni hiyo, unaenda ni heri basi niwe nipase na hela la mguu, lakini niende zangu mbinguni. Iko moto. Petro, tangulia juu. Yohana, we Andrea, we nani? Subirini huko. Wanaenda 9. Hivi nyinyi muone hiyo hesabu inaogopesha? Hausomi ukajifikirisha, ukajiuliza kwa nini imeandikwa? Kwa nini wasiende wote 12 kama ni aliwaita, kama aliwachagua na ni watu wake, ni watafunzi, ni watumishi wake? Kwa nini asiende nao waone utukufu wake, waone jinsi alivyo? Maana ilibidi sasa ajitambulishe jinsi yeye ndivyo alivyo. Sasa leo hawajui, alafu Yesu anasema hivi, anawaambia wale watatu, msiwaambie lolote mliloliona huku juu. Hawa walioko chini, kwa hiyo hawa walioko chini wabaki hivyo hivyo, hawajui chochote. Yesu anawaamuru wale watatu, msiwaambie lolote mlichokisikia na kukiona huko juu. Sasa ukiniambia wahubiri wenzangu tupo vizuri, jipeleleze, jihoji tafadhali. Usiropoke tu kwa haraka. So wewe uliniokoa. Hata mimi nilisijaokolewa na wewe. Na mimi najiuliza niko sawa? Na hata Paulo anasema jihojini wenyewe mjione mko katika imani. Maana siku za mwisho watu watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Na haya mafundisho ya mashetani na roho zidanganyazo sio ziko tu kwa waganga kule, ziko kwenye makanisa. Leo akija mtu anasema mimi nilikuwa mchawi mkubwa, mimi nilikuwa nakula nyama za watu, kanisa litajaa kuwasikiliza watu hao, lakini kusikiliza neno la Kristo hamna. Na hizo ndio shuhuda watu wanazitaka hizo. Mimi nilikuwa mchawi, nilikuwa naongea na shetani ana kwa ana. Ala, hiyo ndio sifa kwako? Geukia jirani yako, mwambie sifa yako nzuri unaipenda ipi? Muulize anapenda kusikiliza nini. Ukiona mtu anapenda kusikiliza stories za mashetani, ujue ni memba. Anayependa kusikiliza habari za Kristo, ujue yeye naye yuko pamoja na Kristo siku zote. Na kuzisikia habari za Kristo kwake ndio furaha yake, ndio amani yake, ndio raha yake, ndio utajiri wake. Piga kelele, sema amen. Lakini wanaosikiliza waganga, wachawi, mimi nilikuwa mlogi Mbeya, hakuna, mimi ndio nilikuwa mkuu Mbeya. Atakuja mwingine anasema mimi nilikuwa mkuu Mbeya. Sasa yupi mkweli? Ndugu zangu, ninachowaambia hapa, nyewe wenye simu za smart, fungueni tuuliza Google, mto Frati je una maji? Utaambiwa hauna maji, umekauka tangu mwaka juzi. Na maandiko yanasema ili kupisha wafalme wa mashariki, mawio ya jua wapite hapo, na hesabu ya hao waliopita hapo ni 10,000 mara 20,000. Nikasikia hesabu yao, ni jeshi litakalopeleka kuoa watu theluthi ya wanadamu. Na hii theluthi, ndugu zangu, sio vita vya bunduki polisi wanazobeba hapa, ni vita vya silaha za kiteknolojia ya leo, vita vinavyokwenda vya internet, vya mitandao. Yaani wewe unayo simu yako hapa, risasi inapigwa kutoka Dar es Salaam, inakufuata na hiyo namba yako ya simu hapo ulipo. Huna haja ya mtu kukutafuta akuinde kwenye uchochoro wa huku Mbeya. Ndivyo wanavodunguliwa saa hii, ndivyo watu wanavodunguliwa saa hii kwenye vita huko nje huko. Ndio nasikia rais wa Irani helikopta yake peke yake katika helikopta 3 inatoka katikati ya helikopta ya walinzi wake. Yeye yuko ndani kwenye helikopta yake na helikopta nyingine na walinzi na helikopta nyingine na alafu ya kwake tu peke yake anayesema nitaipiga Israeli, nitaifuta juu ya nchi. Inachukuliwa hivi, inaingiziwa upepo, helikopta inaenda hivi.
Wanasema hali ya hewa mbaya, helikopta imechanganyikiwa, imepata kichaa, imeenda kwenye milima ya Uyole. Zile zingine zinatua vizuri. Zile mbili za askari zinaenda zinatua, zikitembea tu, hazijasumbuliwa na upepo, hazina mawingu, zinaenda. Lakini ile ya rais, tunaangalia haya mambo kwenye vyombo vya habari, lakini hatujiulizi. Tunaangalia tamthilia sana sana ya Wafilipino, ya Waturuki. Unabaki hapo na jicho lako mpaka asubuhi limevimba kwa kuangalia Waturuki tu. Utakutana so muda mrefu utakutana na Mturuki mwenyewe, wanakuja mpaka huku. Sivi vita vinaanza, ndugu zangu, vimeanza chokochoko mwezi wa 10 tarehe 7 mwaka jana. Leo Gaza hamna, Gaza imeharibika, Gaza hamna nyumba. Wamama na watoto wanatembea barabarani na mifuko ya rambo, hawana mahali pa kula wala kulala. Waliposhangilia Israeli ilipopigwa tarehe 7, saa hii kila mtu duniani anaandamana. Watu wamechanganyikiwa kutokana na habari ya Gaza. Umoja wa Mataifa umekaa vikao vingi vya kutafuta usuluhisho, hamna. Marekani imejaribu kutafuta njia yoyote kumwambia Israeli maliza haraka. Israeli anasema hapana, kidogo kidogo. Na hivi juzi wameanza sasa kampeni, sasa wanabomoa barabara zote za lami zote, makatapila napita katikati ya mji, ni kuchimba mashimo mtu asiishi katika hiyo nchi. Sasa hasira za dunia zinajikusanya, pressure inapanda juu. Watu milioni 10 tu, kanchi kadogo kama wilaya moja ya Tukuyu, katikati ya mataifa makubwa na matajiri duniani, yamemzunguka Israeli kila kona. Kakiwilaya kamoja ndogo tu kama Kiela, ndogo tu, watu milioni 10 wako hapo. Nchi moja ya Israeli inaingia kwenye ardhi ya Iran mara 300. Ardhi ya Israeli inaingia kwenye nchi ya Iran mara 300. Vijukuu vya Yakobo, vijukuu vya Yakobo vina akili kuliko cherehani. Mkono wa Mungu uko juu yao. Vita vya Armagedoni hivi vinakuja, vina moshi na usikia harufu. Mapatano ya hizi nchi Urusi, China, Korea hawajawahi kukutanaga hivi forever, kukaa na kutembeleana. Urusi hajawahi kwenda forever Korea Kaskazini, wala rais wa Korea hajawahi kwenda forever Urusi, lakini mwaka huu wametembeleana. Kale kajamaa kwenye kapanki kameenda, kana silaha za nyuklia. Urusi ana silaha za nyuklia, China wana silaha za nyuklia. Hawa jamaa wameungana. Huko Afrika Kusini nao wameungana. Waarabu nao, anayezungumzwa anayetamkwa mtu mmoja tu, na huyo akishughulikiwa kanisa nalo linaandaliwa na Kristo kuondoka. Sasa ninapoangalia haya najiuliza swali, Wanyakyusa wenzangu wapo hapa kweli? Jamani, mpo hapa? Hebu Mnyakyusa yote apige kigelegele. Akalulu, piga kalulu kidogo tena nyingine. Maana nikiwaangalia kama bado mnafikiria habari ya ndizi za kule Tukuyu. Yaani kama mtaki kuamka, fungua fahamu. Hii dunia inaisha, inapita, hii inaenda, hii inaenda hii haraka hii. Tuyasikilizia haya mambo mwaka huu tu mpaka muone mwisho. Huu ni mwezi wa 10, mwezi wa 9, mwezi wa 10 tunaingia kesho kutwa. Tunaanza kalenda mpya ya Kiyahudi, Rosh Hashanah tarehe 3 mwaka kesho tunaanza. Hatujui kuanzia hapo, maana matukio yanaanzaga kwenye sikukuu. Matukio makubwa ya unabii yanaendaga na sikukuu. Sikukuu za Kiebrania za Kiyahudi, achana na hizo sikukuu zingine zilizoko huku duniani. Sikukuu za Kiebrania ziko kwenye Biblia, zinaitwa sikukuu 7 Feast of Israel. Ziko kwenye Mambo ya Nyakati.
sura 23. Ukisoma zile sikukuu, Pasaka, mkate usio na chachu, mzaliwa wa kwanza, siku 50, parapanda, upatanisho na vibanda, sikukuu 7. Sikukuu 4 zimeshamalizika, hatuzingoji hizo. Pasaka ilishamalizika, Yesu alikufa Pasaka, Yesu akawa mkate, Yesu akawa mzaliwa wa kwanza. Pentecost ikaingia siku 50. Hatusubiri tena hizo sikukuu, zimeshatimia. Zimebaki sikukuu 3. Inayotangulia kwenye hizi 3 inaitwa parapanda, sikukuu ya Israeli waliingia Kanani. Hiyo ndio imebaki, inafuata baada ya Pentecost. Inayofuata ni parapanda. Malaika mkuu apige parapanda, na Waisraeli watapiga tarehe 3 mwezi wa 10. Wanapiga na zile pembe zao, kila Mwisraeli wanapiga. Ni tarehe 3 mwaka huu mwezi wa 10. Mara nyingi inakuwaga mwezi wa 9, lakini kalenda mwaka huu imeongezeka mwezi mmoja. Kalenda za Kiebrania zinakuwaga miezi 12, na baada ya miaka 7 inaongezeka mwezi mmoja na miezi 13. Sasa mwezi huu unaangukia mwezi wa 10. Parapanda kwa Wayahudi haijatimizwa hiyo. Israeli waliingia Kanani, haijatimia. Sikukuu ya upatanisho ambayo ni sikukuu ya vita hivi ninavyosoma hapa, ambavyo vitakwenda kumalizika. Hivi vita vinaenda kumalizika Yesu akikanyaga udongo wa dunia kwa mara nyingine. Ndio hiyo siku anakanyaga inaitwa Yom Kippur, sikukuu ya upatanisho. Na sikukuu ya mwisho ambayo Yesu lazima kae duniani kwenye hekalu miaka 1000. Na inasubiriwa Wayahudi wajenge hekalu. Na ndio sababu vita vimeanza, kwa sababu Israeli walikuwa wanataka kujenga hekalu. Ndio Waarabu wakainuka juzi. Tunaelewana kwa Mungu? Sasa hiyo hali hizo, upepo huo unavoenda, hekalu linangojewa kujengwa. Vita vimeanza, Waisraeli wasijenge hekalu. Na hekalu likijengwa, maana yake Yesu ameshaingia duniani, atakaa pale miaka 1000. Na kabla hajafika pale, lazima ili kanisa liende kwenye sikukuu ya parapanda itimizwe. Yesu aende na wanafunzi wake na Wakristo wake na bibi harusi wakakae pamoja. Miaka 7, wakati dunia huku inapigwa na vita, dunia huku inapita kwenye changamoto, inaingia kwenye dhiki kuu, watu watauana huku, hiyo theluthi ya wanadamu. Sasa ninapoangalia haya, ninaona kama sijui pana kucha. Sijui ni mimi tu naangalia, wengine hawaoni. Nafika mahali namuuliza Mungu, saa nyingine usingizi unakatika, nawaambia Mungu nifanyeje? Mungu ananiambia sema, waambie watu wangu waamke. Waambie, usinyamaze. Na mimi naongea na wewe unayenisikia, sio wewe peke yako. Kuna watu wananifuatilia kwenye mitandao sana, wengi kuliko mlioko hapa. Malaki ya watu, mamilioni ya watu wananifuatilia kila mahali duniani. Yesu yuko mlangoni, na sio mimi mwenyewe naongea. Kuna watu ambao Mungu amewainua duniani wanaongea sahihi. Mhubiri mmoja akaniambia, mtumishi, umehubiri mpaka nimeogopa. Sasa sisi wahubiri huku kwetu Dar es Salaam, hayo mambo hatutaki hata kuyasikia, kwa sababu tunataka hela. Tunataka tupige bingo za hela. Nikamwambia okay, lakini kama mtabakia kwenye hela, mtapotelea pabaya. Mgeuke. Sema amen, amen. Pigia Yesu makofi mazuri, haleluya. Sijui kama nasikilizwa hapa. Nani anayenisikiliza mwenye hekima ataniambia amen. Ndugu zangu, naongea kutokea ndani. Hali yangu ya ndani ina maumivu ya wengi hawajasikia. Ina maumivu ya wengi waliokusudiwa wauone uzima wa milele, hawako tayari na uzima wa milele. Hawajiandai. Hawana hata habari dunia inaendaje. Ndugu zangu, haya mabomu yakianza kurushwa hewani, shukuruni nyinyi wa Tanzania, mjui bunduki, mjui silaha, mna amani tangu mmezaliwa nyie. Hujui. Sikilizia kwenye vyombo vya habari au kaangalia kwenye sinema tu, lakini hamjui. Hata mngezaliwa Kongo pale mngelisema vita ni vibaya.
Huko hamjui. Ndio maana amani ya Tanzania ni kumshukuru Mungu ipo. Lakini amani hii imetufanya hatuelewi mwisho wa mambo unaendaje kuwa. Changamkeni. Wasemapo kuna amani ndipo uharibifu unapokuja. Fungueni fahamu. Nazungumza na watu wenye kunisikia hapa, wenye hekima. Sema amen, amen. Kuna watu ambao inakulazimu by any means, achana nao. Ni marafiki wazuri, lakini wanapokupeleka sio pazuri, achana nao. Wakimbie kuliko unavyokimbia nyoka. They are very good people, ni marafiki, lakini wanapokuvuta huko, wanakupeleka mahali utajuta. Ni kweli kuna mahali wanakusaidia, lakini msaada wao, angalia usijokaa mtego. Utaisha. Ni wa kitambo tu, majuto yatakuwa ya milele. Wengi katika Wakristo wanaponzwa na marafiki wa karibu. Wanaponzwa na watu ambao wameshikamana na wao. Wengine mko nao kwenye ndoa, na hizo ndoa zimekutoa katika imani, zimekuondoa katika Kristo. Unampenda mtu mpaka unamwacha Yesu, na mtu mwenyewe ni wa vituko, na sijui unampendeani mpaka inatirisha. Yaani unampenda mtu ambaye hakupendi na anakupiga kila siku, na unamng'ang'ania tu, mvumilia, mtumishi wa Mungu ataokoka, na anakuambia kanisani sitaki. Kuna mwingine anakushikilia kwenye mshahara wake, tena mshahara wenyewe feki, kwenye kazi ambayo hata watoto wako hawana nguo ya kuvaa kwa huo mshahara, na anakunyima hata ibada usiende. Biblia inasema ufalme wa Mungu unapatikana kwa nguvu, na wenye nguvu ndio watakaoteka. Ni heri ukae kwenye magoti siku 7, upige magoti, umwambie Mungu liwalo na liwe, nataka barabara nyingine ya maisha ifunguliwe, kuliko ningojea hapa nikakosa mbingu. Ni heri unipe njia nyingine. Kuna mahali, ndugu zangu, Biblia inasema ukiona mguu na kukosea usiingie mbinguni, ukate. Sio mguu, ni mahali unapopazungukia. Kama unazungukia hapo kila mara na unajua hapa napokwenda kila leo, Mungu hafurahi. Heri mahali hapo usiende. Inaniogopesha. Hebu simama. Muda umeenda. Simama. Leo hata makofi hamwezi piga, maana mioyo inagongea mgongoni. Kwa hiyo mtumishi, tufanyeje? Jitakase, jiandae. Haleluya. Tengeneza mazingira ya maisha yako katika Kristo. Don't play around. Usifanye mzaha. Inatisha. Ndugu zangu, hapo Mashariki ya Kati, kama nyinyi hamuoni Yesu anarudi, kule Mashariki ya Kati wameshaanza kujiandaa Wayahudi kumpokea Yesu. Masia anakuja. Ndio wimbo unaimbwa every morning, every afternoon, every evening, every night. Wanaimba Wayahudi, Masia is coming. Na wanapoimba, wanapoomba, wanaposema, wanapoongea, kila mmoja ni kama wanashangilia vita vimeanza, maana Masihi is coming. Wao wana kengele imeshalia katika mioyo yao. Ile sauti ya saa inagonga kwenye ukuta inawaambia time is over. He's coming for our redemption. Wanangojea kwenye sikukuu ya 6. Sisi wa Kristo tunangojea sikukuu ya 5. Wayahudi wanangojea sikukuu ya 6, inaitwa upatanisho. Akanyage Yerusalemu, Wayahudi wote duniani watamwona waliomchoma mkuki, kisha watalia kwa kuomboleza, watajuta, naye atayaondoa makosa yao. Paulo anasema wataokolewa Wayahudi wote duniani.
na wakati huo dunia imejaa maasi, vita, na watu wamepigwa chapa ya 666 na sijui inaanzaje, sijui inakujaje, lakini naiona inakuja. Yani iko mlangoni hiyo, yani ipo inakuja bila wewe mwenyewe kugundua, imeshakaribia, imeshaingia mlangoni kwako. Msiweze kuuza wala kununua. Niliposikia taarifa hiyo kwenye vyombo, na inaenea sana Kenya, nilisikia Kenya wameshatangaza inaanza mapema mwaka huu mwezi wa 11. Wa Kenya wameshatangaza, Rais William Ruto ameshasema tunaanza hiyo namba, hatutabeba vitambulisho, passport wala nini. Every Kenya aliyoko ndani ya Kenya na aliyoko nje lazima awe na hiyo namba. Sasa hutapewa shughuli zote za kijamii. Mtoto wako hataenda shule bila hiyo namba. Hutapewa huduma za hospitali bila hiyo namba. Nimesikia kwa Tanzania. Wangapi wamesikia hiyo? Imeenea. Iko kwenye mitandao. Hivi masikio yenu yako wapi? Mbona watu ni wachache waliosikia? Okay. Inamesha kichwa. Funga macho. Sema, Bwana Yesu, usiniache, nisamehe, nitakase, nipe moyo msafi, niishi maisha matakatifu, nitengeneze Yesu kwa nyakati hizi, nisije nikaachwa. Ninaomba Yesu, nirudishie tena moyo wa kukupenda, wa kukukimbilia wewe, na kukuamini wewe, na kukuabudu wewe. Nirudishie moyo ule wa upendo wa kwanza niliokupenda nao, kama ulivyosema, kumbuka ni wapi ulipoanguka. Upendo wako wa kwanza uliuacha wapi? Na kumbuka Yesu, na natubu leo, naomba rudie ndani yangu, nipe na mafuta yako niweze kuyajua mambo haya, yanifanye kuwa mpya, niishi sawasawa na neno lako. Asante Yesu. Funga macho, tulia kimya. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya mtu huyu. Msalaba wako uliwavuta wengi. Ile damu iliyomwagika pale Golgotha iliwatakasa wengi. Naomba na huyu pia damu yako ikamsafishe, ikamtakase, ikamuondoe mautini, katika mitego, katika njia zake za utelezi, mahali pa anguko lake, afunguliwe katika kile kifungo, aondolewe pale aliposhikiliwa, kwa jina lako Yesu, kwa jina la Yesu Kristo. Damu yako Yesu imtenge na maadui, imtenge na dunia hii kwa maovu na mabaya yaliyotengenezwa ili kumweka katika hatia. Mtoe mahali hapo kwa jina lako Yesu. Sante Roho Mtakatifu, wewe uletaye watu hawa kwa Yesu, asipotee hata mmoja. Ikiwa umesimama hujawahi kuokoka na kumpa Yesu maisha, na ungetamani kuokoka leo na kumpa Yesu maisha, kwa mkono wako pale tu unaweza kusimama, ni uone, ni kuombe pale ulipo. Utanyanyua mkono mmoja juu. Hujawahi